الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين محمد وآل محمد الصلوات. ربنا إننا سمعنا حسينا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka rehma na amani zimwendee wetu tumwa karima Muhammad mwana wa Amina pamoja na kizazi chake kitukufu kitoharifu. Napenda kuchukua nafasi hii kutoa mkono wa pole kwa nyumba ya Mtumi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini pia napeleka mkono wa pole kwa viongozi wetu wakubwa maraje kwa msiba huu mzito wa Aba Abdullah al-Hussein. Lakini pia natoa mkono wa pole kwa waumini wote wa madhhabi ya Ahlul Bait kwa msiba huu wa Aba Abdullah al-Hussein, na naongeza mkono wa pole kwa wafasi wote wa madhhabu haya kwa msiba mwingine mkubwa uliotukuta hivi karibuni wa kuondokewa na Sayyidul Qaid al-Khamenei. Ama tukianza mazungumzo yetu ya leo katika huu usiku wa kwanza ambao nimekuwa kama funguo, nadhani mada ambayo nakwenda kuizungumza imekwisha ashiriwa katika magrupu yetu, kwa hiyo sina haja ya kueleza, tunaanzia hapa. Ndugu zanguni, harakati yoyote tunaiona sasa au tulizozisoma huko kabla, harakati zote hususan harakati za kupambania dini ya Uislamu na harakati ya kupigania harakati zote zile za Kiislamu, tunaporejea tarehe na kuirejea Qur'ani pia tunaona ya kuwa wakina mama pia wametajwa kwa uhusika wao mkubwa katika harakati hizo za kupeleka dini mbele. Ukirejea tarehe lakini ukagusa katika Qur'ani, ukaanzia kwa mama yake Musa, utaona mama yake Musa ni miongoni mwa wakina mama ambao wamesimama kuhakikisha wanaisimamia haraka ya Nabiillahi Musa ili iweze kusonga mbele, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsajili katika kitabu chake kitukufu Qur'an akisema wa auhaina ila ummi Musa.
Mwenyezi Mungu anapiga muhuri, anaashiria ya kwamba katika haraka hizi wakina mama pia wana mchango, wakina mama wana nafasi yao, akitukumbusha sisi ya kwamba hatutakikani kusahau au kufumbia macho mchango wa kina mama. Lakini ukaachana na mama yake Musa, iko dada yake Musa. Dada yake Musa naye anaambiwa Qur'ani inamsajili kwa mchango wake aliotoa. Na hii aya ukirejea tafsiri hizi za ndugu yetu Muhsin Qiraati anapofasiri katika aya hii, yeye anasema kwamba hii aya inagusa masala ya kijamii au ijtimai, yani watoto wa kike inapaswa kuwashirikisha katika mambo ya kijamii. Pale aya ilipomsajili dada yake Musa ikisema wakalat li-ukhtihi qusihi, mama yake Musa anamwambia dada ya Musa kwamba mfuatilie ndugu yako, uone wapi anakwenda, uone wapi anaelekea. Dada yake Musa timiza jukumu lake la kumfuatilia Nabii Musa. Lakini ukiacha hapo, unakutana na mwanamke mwingine ambaye naye ana mchango, Qur'ani imemsajili. Mama huyu ni nani? Unakuta ni Asia, mke wa Firaun. Alitoa mchango mkubwa kuhakikisha Nabii Musa hapati madhila, naye Qur'ani ikamsajili, ikiwa ina maana ya kwamba tunaokuja mbele tumsome mama Asia. Tukishamsoma tuelewe na kufahamu mchango wa kina mama katika harakati zetu. Qur'ani inamsajili, waqalat imra'at Fir'aun qurratu 'ayni li wa lak la taqtuluhu. Mke wa Firaun anamwambia mumewe, huyu mtoto unayemwona hapa atakuwa kiburudisho cha macho yako wewe pamoja na macho yangu mimi, usimuue, la taqtuluhu. Mchango wa mama Asia unaonekana hapa kuhakikisha kwamba mjumbe huyu wa Mwenyezi Mungu anabaki salama. Kiachana huyo tena, kuna watoto wa Shuaibi tuliona. Hii sisi aya kama hii kwa watu wale wanaosoma masomo ya tarehe, tamaduni, unaweza ukaipeleka katika upande wa tamaduni, kwa sababu masala ya kazi, masala ya tamaduni haya, masala ya pishirafte ambosh tunaita, ni masala ya kitamaduni. Kwa hiyo hii aya ambako watoto wa Shuaibi, yule mmoja wao aliposema kumwambia baba yake kwamba amwajiri Nabii Musa, na wenyewe walitoa mchango katika kuhakikisha nabii huyu, wali huyu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapata amani na anakuwa salama. Qur'ani na wenyewe ikawasajili, qalat ihdahuma ya abati istaajiru. Mmoja wao akasema, ewe baba yangu, na kuomba umwajiri huyu. Nabii Musa akawa amepata ajira, naye ni hao walikuwa mabinti, na wenyewe walitoa mchango wao katika kuhakikisha Nabii Musa anapata ajira. Ukienda kwa Nabii Isa, mama yake Maryam, naye alisimama pamoja na madhila, matusi, kutukanwa na kila kitu ambacho alifanyiwa, lakini alisimama kuhakikisha Nabii Isa anabaki salama, lakini kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi aya zote zinatuelekeza kwamba nafasi ya kina mama katika haraka, katika shughuli zetu haitakikani kupuuzwa, kwa sababu wakina mama wana nafasi yao katika hizi haraka tunazozifanya. Ukiachana na mama yake Maryam, ukiachana na mama yake Isa,
tunakutana na mama wa Mtume naye simama nafasi yake, unakutana na bibi Khadija naye amesimama kwa nafasi yake, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwashiria naye mama Khadija kwa maneno yake mazuri. Mtume anasema ma qama al-islam illa li sayfi Ali wa mali Khadija. Uislamu huu ambao mnao ninyi, Uislamu haukusimama haukuwa sawa sawa isipokuwa kwa upande wa Imam Ali, lakini na kwa mali ya bibi Khadija. Mtume anataka kutuambia nini? Pamoja kuwa una nguvu, mali pia ina nafasi ya kufanikisha nini? Hara. Ukawa na nguvu tu bila mali, wakati mwingine hizi nguvu ni bihude. Kwa hiyo Qur'ani inatuonesha umuhimu wa kina mama katika kutekeleza majukumu, katika kuchangia nguvu kwenye harakati. Sasa hao nimewaashiria ni wale ambao wamekushapita huko, lakini sehemu kubwa ambayo mimi nilitaka kusimama ni nafasi ya kina mama katika viwanja vya Karbala. Na ninaposema na wakina mama sijumuishi wote na Bani Hashim, nazungumzia wale wakina mama katika nafasi, wakina mama katika ile sura ya kawaida ambao waingii katika Bani Hashim. Ni namna gani walionesha mchango wao, ni namna gani walijitoa kuhakikisha Aba Abdullah al-Hussein wanamnusuru.